on the beat. Hey, Hamond, moyo tulia, tanipa pressure, koma kulia, yote yatakwisha. Napiga magoti na sali, ansikize Mola, ya maisha hatari, maskini sina hela, ikiwa ntamuka sina wai, Mola nilaze pema, najua dhambi zangu sifai, naomba rehema. Ntapona, yani sahau, ntapona, yani sahau, ntapona, hata ukinidharau, ntapona, yani sahau, ntapona, yani sahau, ntapona. On the beat. Binadamu wana shukrani, kisema sifadhi moyoni, tajiona duni. Wewe yako na mipango liye mbinguni, omba kwa imani. Maisha najitahidi sana, midomo yao ya laana, niepushe Maulana, sije kwama. Ntapona, Yani sahau, ntapona, yani sahau, ntapona, hata ukinidharau, ntapona, yani sahau, ntapona, yani sahau, ntapona. Wanawaza sana, nikuwa na uwezo nikuepushe mama, maisha ya mateso, kulima mashamba, huku umejifunga fileso, kirudi kwa nyumba, njaa tatizo, tukaze roho Maria, Mola hatafungua. Unaotuchekea kesho watatutegemea, watatutegemea. Ntapona, Yani sahau, ntapona, yani sahau, ntapona, hata ukinidharau, ntapona, yani sahau, ntapona, yani sahau, ntapona. Hey, Mola nisaidie, unisame, sauti yangu ibariki, sambaze gospel kwa mtaa. Hey, la la la. Records. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Beautiful Kenyans, beautiful people, my wonderful guys. Nawambia, aha, unajua tu ukiona sura kama hii every Friday from 6 PM to 7 PM, unajua tu ni ile wakati ama umefika ule wakati ambapo tuko ndani ya Lolwe TV, tunazama kwenye PACHO flavor. Nakwambia hii ni show ingine moto kweli kweli, na usisahau kuwa Lolwe TV ndio stesheni pekee inayokuletea burdan baada ya burdan. Burdan moto moto kweli kweli. Nakwambia tunakuletea wasanii ambao ni chipukizi, wasanii ambao kwa kusema kweli wamebobea kwenye industry ya music. Leo hii tumebarikiwa na msanii kutoka maeneo ya Kisii,
Highlands. Unajua tumevuka hadi kule Nyanza, sehemu za Nyanza. Nakwambia Lolwe TV tunatamba kweli kweli. Tunakuletea wasanii wa kila aina. Tunaingia hadi kule ndani, tunaletea wasanii wazito ambao wanachipuka, ambao bado wanachipuka. Nakwambia ni msanii ambaye kwa kusema kweli amejikakamua ikija kwenye sekta ya wanamuziki, manake hata ukiweza kusikiza ngoma zake ni ngoma ambazo zimeenda shule, mpenzi mtazamaji wangu. Kabla nimtambulishe msanii wangu wa siku ya leo, ningependa kukumbusha tu kuwa tuko ndani ya Lolwe TV na usisahau kusubscribe, manake hii ni station yako nambari 1 Kenya nzima, na nakwambia zidi tu kututazama manake usibanduke pia bro. Habari ya jioni bro. Nzuri sana. Unajihisi yani unahisi aje bro? Nasikia vizuri sana. Kwanza leo nimefika katika Lolwe TV. Nashukuru sana. Nashukuru sana pia kwa kunikaribisha nifike hapa leo. Shukrani sana. So ningependa utueleze tu kitu kimoja kwanza before tuanze. Hamond Msanii ni nani? Hamond Msanii ni nani? Hamond Msanii ni msanii kutoka Kisii. Kwa majina kamili inaitwa Timothy Ondari Obed. Ni msanii wa Bongo Flavor. Nawakilisha kutoka Kisii lakini bado nawakilisha Kenya, East Africa mzima. Kenya, East Africa nzima. So si mtu msanii hivi tu. Sio hivi. Okay. Nataka kutengeneza Kenya music tu anata label. Kompiti huko na kina Wasafi huko. Mbaya sana. Wow, that is so nice bro. So wewe zidi tu kutia bidii. Naam. So bro, kabla jinsi tulivyokuwa tukiingia kwenye show, kuna ngoma yako ambayo tumeweza kucheza hapa. Na ni kibao ambacho kwa kusema kweli ni kibao ambacho ni kali na inajiita Nitapona. Naam. Ni nini kilichokusukuma sana hadi ukasema acha nitunge huu wimbo? Bro. Kwanza katika utunzi wangu wa ngoma, mimi natakanga niimbe ngoma, nipe watu moyo. Ndio kuna watu wengi wanapitia challenges mingi kwa hii maisha. So nafanyanga muziki ku encourage watu. Sasa hii ngoma Nitapona, watu wengine wanauliza kwani msanii ako na ugonjwa gani? Ama ni mgonjwa vipi anasema atapona, lakini hiyo ni ngoma yani ya kumaliza hizo shida zenye uko nazo, zikisha siku moja utakuwa umepona. So ningependa tu utuonyeshe tu kidogo tu intro tu kidogo tu tusikie, maana unajua tumewatch video na sasa tunataka kusikia Hamond Msanii, sauti kutoka kwako. Naam. Moyo tulia, utanipa pressure, koma kulia, yote yatakwisha, napiga magoti na sali, ansikize Mola, haya maisha hatari, maskini sina hela. Moyo tulia, utanipa pressure, koma kulia, yote yatakwisha, napiga magoti na sali, ansikize Mola, haya maisha hatari, maskini sina hela. Wow. Bro mazee, sauti unayo bro. Sauti unayo. Naona pia kwenye music naona pia uko sawa kabisa. Kujaribu tu. Zidi tu kujituma. Ndio naanza sasa, ndio ukurasa unaanza. Wow. Beautiful Kenyans manze, mnasikia kijana mdogo hapa ukisema ukipenda muite Hamond Msanii, ametunga huo wimbo ukipenda uite Nitapona. Kwa kusema kweli ni ngoma ambayo iko na ujumbe pale mle ndani, na kwa kusema kweli ukiketi chini na ngoma kama huo nakwambia like utajinice. Maana yake ni mstari ambazo zimepangwa yani kwenye imepangwa tu vizuri. Je, ya usawa kweli kweli nakwambia. So bro, wengi wao wanajiuliza, unajua kila msanii lazima awe na story yake. Maana unajua wewe kama msanii kuna jinsi ambavyo ulianza, uliingia kwenye sekta ya wanamuziki. Sasa wewe binafsi wewe ulianza wanamuziki wako lini? Mimi ukipatana na mwalimu wangu wa nursery school, atakwambia huyu jamaa alikuwa msanii. Kutoka haizi kuwa surprised kusikia eti siku hizi mimi ni msanii. Kumaanisha nikiwa bado niko nursery hapo bado nilikuwa naimba. Bado nilikuwa kwa drama, kwa music festivals. Lakini wakati nilifika class 7 ndio nilianza kutunga nyimbo yangu ya kwanza. Lakini sikuweza kuirekodi sababu za huko na huko. So 2015 ndio niliingia officially kwa studio. Nikarekodi ngoma inaitwa Huyu Dem. Huyu Dem. Ilikuwa ni ngoma ya kimapenzi. Hivyo hadi sasa tumefikia Nitapona. Huyu Dem. Bwana tuonyeshe Huyu Dem bana. Unajua kibao chako cha kwanza mazee, lazima utuonyeshe tu kidogo tujue Hamond Msanii alianzaje bana. Nilikuwa nenda hivi. Huyu Dem ndo kanipa mimi nofe. Huyu Dem
Dokanipa mimi no fame ayaya. Kali yo bro, hebu shika. Hey bro. Nilikuja baadaye nikabadilika nikaacha ngoma za mapenzi. Siku hizi nasukumanga ngoma tu za kupea watu moyo. Hadi ukamua wewe kama msanii ujiunge na ama ujoin hii sekta ya wanamuziki, maana unajua wengi wanatamani sana kuwa wasanii. Na wewe ni msukumo gani ambao ulipata wewe kama msanii ambaye ni chipukizi kwa sasa hadi ukamua acha nianze ama acha niwe msanii? Naam. Sasa mimi mwenyewe tuseme nilizaliwa nikiwa msanii. Juu ukifuatilia huko nyumbani mababu zangu, kuna babu yangu hata anaishi hapa Syokimau. Anacheza gitaa kweli kweli, anaitwa Maneno. Watu huko kwetu bado ni wasanii, mababu zangu ni wasanii. So ni venye wao walikuwa wanafanya usanii yao, nataka kuipeleka tu another level. Sasa mimi nimeamua hiyo clan yetu niwakilishe katika industry worldwide. Nitoe niache kuimba ya nyumbani, yani niimbe tete kila mtu apate hiyo ujumbe ya muziki. That's great bro. So ningependa kuuliza tena swali lingine. Unajua kama msanii ambaye ni chipukizi lazima uwe na mtu ambaye anakuinspire. Wewe kama msanii bro, Hamond, nani amekuinspire kwenye hii sekta ya wanamuziki? Manake nikiangalia jinsi kwanza utunzi wako wa nyimbo ni kama kuna mtu ama kuna msanii fulani ambaye amekuinspire in a way hadi ukamua acha niimbe kama huyu, natamani niwe kama huyu siku moja. Ni msanii gani wewe amekuinspire? Mimi tamani sana kuimba ama tuseme Vanboy. Ameniinspire sana kwa industry. Vanboy. Lakini sasa ni shida ni nikimba wanasema anaimba kama Otile. By the way, lakini sasa lakini pia yeye ni msanii mkubwa, ni role model. Pia naweza tamani nifanye kazi na yeye siku moja. Pia naweza tamani nifike mahali amefika. Lakini napenda sana venye Vanboy anafanya kazi yake. Tunzi wa nyimbo zake venye analeta hisia kwenye ngoma na napenda sana hisia. Bro maze, that is great. So far umeweza kufanya ngoma ngapi kwa sasa hadi wa sasa? Manake nadhani hata uko na ngoma yako ambayo umetoa latest. No, utai-introduce hapa leo. Nita-introduce hiyo ngoma. Bila shaka. Nimefanya ngoma karibu 9. Wow. Ngegadi na makolabo. Nifanya ngoma kama 9 lakini latest niko na ngoma inaitwa Nisamehe. Okay, Nisamehe. So ngoma inaongea about nini sana ambapo? Yaani inaongea in short naweza sema hii maisha ni fupi sana. Na juu hii maisha ni fupi huwezi jua kama kesho utakuwa kesho huko, so ni vizuri kwa Mungu unamuomba msamaha. Na kupe nguvu uweze kukaa kwa hii maisha venye inakuwa ngumu sana. So hiyo ngoma nilimba basically ya kwamba Mungu msamaha, lakini nikiimba producer wangu alikuwa ananiuliza Sheriff Mtebiti, alikuwa ananiuliza bwana unataka kukufa ama nini? Unataka kukufa mapema bwana? Maana kuna hata mimi nimesikiza hiyo ngoma na kwa kusema kweli ni ngoma ambayo like inaleta ile ka feeling ambapo mtu anaweza talia. Maana jinsi ambavyo unaleta yani venye unaileta kwanza hiyo ngoma nilikuwa inspired kuandika kuna producer wangu mwenye alikuwa amenisimamia kabisa, alikuwa ndo Vigilante mwenye alikuwa ameleta kwa industry. So alikufa abruptly by the way. Rest in peace. Edwin Sato huko Gato Records. Pole sana. So ndio alikufa wakati sasa ndio nikagundua kumbe hii maisha ni fupi sana. So ile kitu mwanadamu anafaa kufanya ni unaomba Mungu msamaha, akusamee. Juu temptations mingi kila siku. Sasa wao nitunga hiyo ngoma. Pole sana. Lakini Nisamehe ni ngoma ambayo kwa kusema kweli hata mimi niliguza, maana kuna wakati nilifungua kwa nyumba yangu by the way. Hadi karibu nilia nikasema gai, kwani ngoma mbona inanimulika mimi mwenyewe? Maana kuna wakati mwingine unaweza pata like umekosea Mungu. So inabidi like umrudie Mungu wako, si? Na tulijaribu kuifanya acoustic song. Ilikuwa kama na kagita hivi na piano. Watu wamezoea midundo lakini tulijaribu tupige kiki acoustic tu. Hebu tuguze Nisamehe, hiyo Nisamehe kidogo tu. Lakini usifanye nilie bwana. Sawa. Maana mimi naogopa sana kulia. Sawa. Kila hatua na dua na hisi kama nakosea. Hivi Jalali zamu yangu lini? Iko poa. So hiyo ndio intro. Hiyo ni intro. Maana unajua kwanza beats kwanza ile ni nice sana. Venye inaleta then Sheriff jinsi anacheza on the beat. Sheriff on the beat. Na wewe producer kwanza wewe unafanyanga productions zako wapi? Nimefanya na Sheriff productions zangu zote. Juu like hiyo ndio studio
Sheriff amenitoa mbali. Amenifunza muziki mahali sikuwa najua, kurudanisha najua kufanya modern songs, unajua industry ina change daily. Amenifunza kabisa, amenielewa style yangu ya kuimba. Sasa ananipigia vizuri, lakini sisemi siwezi fanya na producer mwingine. Lakini ngoma zangu zote nimefanya kwa Sheriff. Isipokuwa kuna ngoma moja nilifanya tu kama ni ya politics, ndio nilifanya na producer anaitwa Dr. B. Lakini bado walishirikiana na Sheriff. Yeah. Hiyo ni poa sana bro. Na mpenzi mtazamaji wangu, na kukukumbusha kuwa tuko ndani ya Lolwe TV. Pacho Flavor nakwambia inakujia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 za jioni hadi saa 1 za jioni, ambapo tunaletewa pale news ama ukipenda habari za saa 1. Nakwambia tuko na msanii hapa, ukipenda muite Hamond Msanii. Ni kijana ambaye kwa kusema kweli anajituma kweli kweli ikija kwenye sekta ya wanamuziki. Kama wewe ni msanii pale nje na ungependa basi kujiunga nasi ama ama kuletwa ama kuhojiwa kwenye Pacho Flavor, nakwambia tuma rafa yako kwenye nambari ambazo unaona zinacheza hapo chini ya screen. Utuambie tu uko maeneo gani na ungependa kufanywa interview kama msanii ambaye ni chipukizi. Kumbuka Pacho Flavor ni show ya wasanii ambao ni chipukizi. Sisi ni wenu na nyinyi ni wetu. Manake bila nyinyi watazamaji wetu sisi hatuko kama Lolwe TV. We are here because of you. Au sio? Naam, tukiendelea na mazungumzo yetu bro. Kuna post nyingine nilipitia tu pale kwenye mtandao. Maanake unajua kuna huyu msanii ambaye ni mwimbaji wa ngoma za Injili. Anajiita Ringtone Apoko. So kuna hii tetezi ambayo ilitoka like we ni ndugu yake Ringtone Apoko. Unajua imenisumbua sana, maanake hata niliona hadi ilifika hadi Nairobi Gossip. Hadi Nairobi Gossip wakaipost, then Ringtone Apoko akareply back. Hebu tueleze tu in less than a minute, tueleze tu like nini ilitokea bro? Kusema ukweli, huyu jamaa ni ndugu yangu. Lakini for example alienda huko Nairobi, akawa msanii like 20 years ago. 20 years ago. Sasa hajawahi rudi nyumbani. Nilijaribu kumtafuta tu, hata kama yeye anafanya gospel, tufanye ngoma moja ama ni mimi kama ndugu yake, lakini haikuwezekana. Aliniblock huko nini? Aliniblock huko Instagram. Niko na namba yake personally, hata yeye anajua. Na mtext ananiburuti tu, nasoma reply. Brother yako. Wow bro mazi. Lakini sio shida. Unajua hii maisha anasemaga kila mtu kifyake, Mungu wetu sote. Sasa mimi siku moja pia nitafika huko. Unajua kuna siku nyingine, by the way, kuna siku ambapo wewe pia utafika ile level. Hata yeye mwenyewe atakutafuta tu. Unajua ndugu yako fai kukufanyia hivyo. Maana lakini ni sawa tu. Nilijaribu mimi kumtafuta kwa uzuri, lakini alicomment venye alicomment. Nikasema ni sawa, nikajaribu kumfikia inbox, lakini hakuweza. Naona pia Kiingereza inamchenga kidogo, maana anaandika kama mtoto wa hata niseme tu wa primary kidogo. Yaani English inampiga. Ni kiki tu bro. Ni kiki tu. Ni kujifanya. Sio kwamba ajui Kizungu. Anajua, lakini yeye anataka kuwa funny yani. So anatubeba. Comedy. Kiki tu pekee yake anajifanya. Alright, Ringtone Apoko, tuko naye ndugu yenu hapa, ukipenda umuite Hamond Msanii. Nakwambia ni kijana ambaye kwa kusema kweli ako na sauti nyororo kweli kweli, na anaimba ngoma ambazo ni za nguvu kweli kweli, na ambazo pia zinaelimisha jamii. Ringtone Apoko mazee, tunakuomba sana sisi kama Lolwe TV, team Lolwe TV, tunakuomba sana tafadhali itikia wito wa msanii huyu ambaye ni chipukizi Hamond Msanii, ili at least umsaidie, manake unajua amekutafuta kwa sana. Hata unajua ufai kublock mwingine kama anakutafuta. Leo ni wewe, kesho ni yeye, haujui. In short, this life is unpredictable. Yes, my beautiful viewers, kumbuka hii ni Pacho Flavor ndani ya Lolwe TV bro. So after tumeongea about hiyo clip, I think my viewers wameona hiyo clip, nimewachezea hapo hivyo. Short hii venye Ringtone ali nini hapo. Then pia nataka kuchezea hiyo clip ya huyu msanii, jinsi ambavyo hiyo stuff ama hiyo vida ama hiyo video yake iliweza kumfikia Ringtone Apoko. Mtaona hapo kwenye screen, usijali. Thank you. Venye mnaona. Ni aje? Naona mnatembea. Tukuna matembezi kidogo. Na kidogo naona ni kama mmebeba kijikaratasi hapa. Kweli mzee, kuna ndugu yangu msanii ambaye mnamjua sana ambaye anaitwa Ringtone. Huyu jamaa ni ndugu yangu.
tukiwa pamoja tukiwa wadogo, lakini yeye akaenda ati anaenda Nairobi, anaenda kutafuta job. Ati alienda akaenda akaomoka akakuwa msanii. Ni long time mwanzo mpaka sasa hivi nimefikisha miaka 20 na hajawahi rudi. 20 bana. Alionekana watu mara moja akikuja kuulizia mtu anakufanya bwana. Hiyo si mzuri. Anasaidia watu nyumbani, kulenga kufikia maisha ngumu. Na uko na talanta? Mimi ni msanii. Msanii? Mimi ni msanii kama yeye. Unaona familia yetu ni kweli, kuna msemo unasema charity si vizuri ndugu yako kusahau. Lakini tunaye kupitia kwa njia kama hii ataweza kuwakumbuka. Hasa wewe mwenye uko na talanta lazima atakumbuka, ama namna gani ndugu yangu? Kweli manake nimekuwa nikisikia mtu anasema ameinua sana kaenda. Mbona itakuwa ndugu wake? Asante, we are back. Naam bro. So apart from music, wewe kama msanii unajihusisha na shughuli gani tena? Maanake unajua kama msanii unajua lazima uwe na like, kuna wakati mwingine unaweza kuwa na kazi nyingine ama shughuli nyingine ambayo unapiga ama side hustle. Naam. Mimi ni fundi wa stima. Alafu bado niko na kibanda kadogo tu kakuza mboga, hatuwezi sema kama ni biashara. Yaani lakini yako nikasaida sasa, lakini sana sana mimi natengenezanga stima. Wow. Bro, hiyo ni poa. Waje tu unajua hata pia nimeuza mayai bana. Hii life ni kwa tuma. Hata mimi nimeuza boiled eggs bana. In fact when I was in campus at first year, bro, mimi nilikuwa nabeba ndoo naingiza ndani ya bag. Then unajua naeka hivi kwa mgongo. Hakuna msichana jua. So unajua kumbe hii harufu bwana. Harufu kumbe inapiga watu huko nyuma, mimi sijui bwana. Nadhani nimeficha, kumbe bwana inajulikana bwana. So bwana, mimi jioni after classes mimi nimebeba bag na mayai, ndo ndani ya mayai na kachumbari yangu. Kumbe ukibeba bag bro. Kumbe mtu akipita anasema hiyo ni harufu gani tamu hiyo. Kumbe ni mayai iko ndani ya bag. So pia nimepiga hustle bro. Hii maisha ni kuvumilia bana. Unajua pia ufai kutegemea wazazi sana. Naam. Okay, thanks sana bro. Tunaendelea na maswali zetu hapa hivi, manake unajua kama msanii lazima uwe na mashabiki wako, si ndio? Kabisa. Najua wengi sana mashabiki wako wametune in saizi wanakutizama, na sijui ungependa kuambia nini? Naam. Hebu ongeleshe. Mashabiki zangu ningependa kuwashukuru sana. Mmenisupport, mmenitoa mbali. Baadaye nikianza kuimba najua nilibanga kidogo, nikapost kwa status wenye mlivu mkasema Hamond uko na sauti poa, unaweza imba. Nikarecord, nikatoa audio, mkaanza kushare. Mali nimefika ni mashabiki zangu, nyinyi ndio mmenifikisha hapa, nashukuru sana. Na muendelee kunipea support. Tutafika mahali tunawadia. Okay. Naam. To those kwa wale ambao wamemsupport msanii wetu ama ukipenda umite Hamond Msanii, tunawashukuru sana na muendelee tu kumsupport ama kumunga mkono, maana unajua bila nyinyi mashabiki Hamond Msanii angeweza kufika mahala hapa. So bro, unajua ningependa kuuliza, unajua kama msanii pia lazima uwe na like mpango wako fulani ambao unapanga. Sijui kama kuna shughuli jikoni. Niko na ngoma mingi sana jikoni. Lakini nazipiga, nazieka. Unazieka. Napiga, naeka. Unazieka store. So like kuna quality natafuta ya muziki. Ngoma, unajua audio ikishakuwa poa, inafaa pia video ikae poa. Poa bana. Sasa juu kimfuko sijakuwa poa. Sasa ndio najaribu kuinvest sana kwa hizo video. Ndio nikiwaletea nyinyi kama watazamaji mnasema wenyewe Hamond ameenda kwa level nyingine. My way. Kama hii video nimepiga ya kwanza, nikipiga ya pili inafaa ikue mzuri zaidi kuliko hii. So I'm working on it. By the end of this year nitaleta project zingine mingi kadhaa, and for sure ni tamu. Ni tamu. Yeah. Wow. Bro, hiyo ni poa sana. Hiyo ni poa sana. So umesema mfuko lazima ifure kwanza. Unajua muziki lazima you must invest ndio kitu yako itembee poa. Maze, hiyo ni poa sana sana sana. So bro, hapa sasa nataka tuchukue pause kidogo. Ningependa kuuliza swali. Unajua wasanii wengi sana sana au wasanii ambao ni chipukizi upitia changamoto mingi kweli kweli. Naam. So wewe kama msanii, je, kuna changamoto ambayo umeweza kupitia tangu ulipoingia kwenye sekta ya wanamuziki? Nimepitia changamoto mingi sana. Kwanza nakumbuka nikianza kuimba nikiwa niko form 3. Sasa niliendanga show ilikuwa ya Igi Saraka kuruka. Nikapatana na msanii fulani nikaimba, akaniambia msanii unaimba poa. Nataka ukuje Nairobi tufanye ngoma.
Si mimi sasa nikaenda nikamwambia mzee nyumbani nimepata show nataka kwenda Nairobi. Unajua ile anxiety ya chipukizi kutoka kuingia kwa studio siku ya kwanza. Sure. Nikafika huko mzee akasema huyo mtu hawezi kupeleka. Lazima akuje. Sasa mimi nikaepa usiku nikaipa kuku. Ukaipa kuku? Kutoka nyumbani nikaenda niuze ndio nifike Nairobi. Niende kurekodi. Sasa bahati mbaya kufika Nairobi. Huyu jamaa akanizimia simu. Akakuzimia simu. Na ilikuwa ni siku yangu ya kwanza kabisa. Kukuja Nairobi. Nimefaa zile akara za babu yangu za kitambo za goma. Na ujui mtu Nairobi. Na sijui mtu Nairobi. Na nilikuwa nimeiba simu ya mama yangu sasa kadude ndio nikuje nayo. Kufika Nairobi imezima moto bro. Natamani kucheka lakini pia natamani kulia. Maana unajua historia yako ni funny sana. Yaani umesema uliweza kuiba kuku ili uweze kupata pesa ama nauli ya kuweza kufika Nairobi. Sasa hiyo kuku haikutosha. Niliuza 300. Sasa nilikuwa nimeiba simu ya madhe. Ndio nitumie communicate na huyo jamaa. Sasa hiyo pesa venye ikutosha ikabidi niuze betri. Ya simu niliuza around hapo Kisii campus. Kuna mtu niliuzia hapa akanipea 400 ikafika 700. Nikaenda Transline nikawapembeleza wakaniwekea na 700 nikuje Nairobi. Sasa mimi sijui ukifika Nairobi kuna yenye unafaa kupanda kwa na mtaa gani sijui nini ni kwa joke ya 700 kufikisha Nairobi. Sasa kufika jamaa mwenyewe akanizimia simu bwana. Yenyewe mpenzi mtazamaji wangu nakwambia wasanii wanapitia makubwa kweli kweli hapa nje. Manake nakwambia ni story ambayo ni kwa kusema kweli inachekesha na pia ni huzuni maana. Msanii umekuja Nairobi na 700 shilingi. 700 niko form 3, ilikuwa ni holiday. Nimefika sasa huko napigia jamaa simu achukui. Nikapata dereva fulani hapo OTC hapo hivyo. Nikamuuliza rada nikajaribu hii simu tupigie mtu fulani. Akaniambia bro umechezwa. Bro, hii Kenya kwanza hii Nairobi maconmen wamejaza hivi. Hiyo ni kama ulichezwa vibaya sana. By the way, you should be more careful by the way. Yeah. So ulijifunza lesson gani after hiyo? Nilijifunza kwanza usikuwe na pupa kama msanii chipukizi. Usikuwe unatamani vitu za haraka ndio make it kama msanii. Na pia usiwe amini mtu. Jua mtu mwenye alinifanyia hivyo ni msanii mwenzangu Mkisii, ni venye sisi mtaja hapa. Lakini anajijua. Hata saa zingine hata pengine na uochisho, si ndio? So hata nikuulize. Jinsi ambavyo ulifika sasa Nairobi umekwama, hatua gani tena ulichukua? Sasa huyo jamaa kishaniambia nimechezwa. Kwanza nilikuwa njaa ile mbaya sana. Nikapata dem fulani. Natamani sana nikumbuke huyo dem mara siku moja maybe patana na yeye nimwambie shukrani. Kwa dem alikuwa hapo TC alikuwa anauza kwa kibanda fulani, alikuwa anaitwa Faith. Jina nao nakumbuka. Walinipianga peti ya simu ya free na nijui na akanipea soda nikakunywa. Sasa kuweka beti ndio nikapigia babangu simu. Akamwambia niko Nairobi. Akashtuka. Ati uko Nairobi? Mtoto amefika Nairobi. Uko Nairobi aje? Uko na nani? Akamwambia hivi, akaniambia usijali. Kuna ango yangu, kuna anti yangu anaishi Kawangware 46 huko. Anaitwa Mora. Ndiye aliongea na driver, akamwambia nionyeshe stage ya kunifikisha Kawangware, alafu alipia fare huko. Sasa mimi ananiambia nishukie mlango soko. Mimi nikikuwa kwa gari naambia nishukie mlango wazi. Sasa ilikuwa ni challenge lakini nilifika tu. Mpenzi mtazamaji wangu nakwambia ni moto kweli kweli, yani ni tamu. Nakwambia PACHO flavor, yani tu ni burdan tamu kweli kweli. Maana yake unajua wasanii wanatuambia ama wanatueleza stories zao ama historia yao ama yale changamoto ambazo wameweza kupitia. Kwa kusema kweli mimi sijaiona changamoto kama hii ama sijaisikia changamoto kama hii. Natamani kucheka sana zaidi lakini mtanisamea ama mtaniwia radhi, maana yake unajua nikizidi kucheka hata show inawezaisha bana. Bro. Maze hiyo ni changamoto ambayo wengi hupitia na pole sana kwa yale ambayo ulipitia. Na basi ulijifunza. Na sasa baada ya kuiba kuku ulirudi ukaomba Mola wako msamaha ama ulirudi ukamwomba mama msamaha ama baba msamaha? Sasa unajua kwanza wazazi wenyewe walikuwa na stress sana, hata hawakuona umuhimu wa hiyo kuku. Walifikiria nitapotea mimi. Sasa mimi wakati nilirudi nyumbani walinipokea vizuri kama mwana mpotevu, hata hawakuongea juu ya hiyo story tena. Ikaisha hivyo. Bro. Hiyo ni kali sana. Na saa weka msanii.
ni jukumu gani umechukua kuhakikisha kuwa like yani haya changamoto yote umeyapiga vita? Naam. Kwanza nimejaribu sana nijitegemee mimi mwenyewe kimuziki. Juu kama nilikuwa najitegemea kifedha sijui nini singeweza kupata mambo kama hayo. So nimeamua mimi kama msanii, hata kama mimi ni msanii, siwezi kaa nitulie niseme mimi ni msanii. Bado napiga side hustle zangu, natafuta pesa na save ndio nifanye ngoma. Yeah. Hiyo ni poa sana. Unajua kama msanii lazima uwe na shughuli nyingine ama lazima ufikirie mbio mbio. Naam. Nashukuru sana bro. Alafu naona unapenda kuvaa sana red. Sijui unashabikia timu ya Manchester United, maana unajua sijui kama nyinyi mashabiki wa Manchester United mko na hopes ya kuingia kwenye Champions League. Mko na hopes bado ama? Niseme kuvaa red ni venye mimi ni mweusi ndio nionekane. Kwenye ligi za Uingereza unashabikia timu gani? Ni Manchester United tu. Lakini sasa naona kama hatuna matumaini kabisa. Na mbona unasema ukiwa na huzuni bana? Sasa ni venye ile maisha tumepitia hii ni tuko na masters lakini bado tunapiwa kama watoto wadogo. Mimi naona kama Harambee Stars ikishika Man United inaweza ipiga vibaya sana. Sasa juu ni hao masters waelewani ama nini, lakini we are hoping for the best. Yeah. Bro, umeongea kwa huzuni bwana. Ni kama unapenda sana Manchester United. Nimekuwa nikishabikia nikiwa mtoto mdogo na tulikuwa tumezoea ushindi. So in short tumeona kama hii Champions League imeenda. Hii ilishaenda kitambo. Heri mjaribu ile ya ligi nyingine, si ndio? Nasikia bado tunaenda relegation sasa. Inaweza kuwa ni ngumu bado. Yeah. Okay. Bro, sasa kuna wasanii chipukizi pale nje bro ambao kwa kusema kweli wangependa kufika mahali ambapo umefika kwa sasa, na pia najua kuwa wanapitia changamoto ambazo wewe pia umepitia. Naam, na najua pia wengi sana wanakutizama kwa sasa. Naam, ungependa kueleza ni ungependa kuwahimiza aje wafanye nini? Hebu wahimize au wasanii chipukizi. Kwanza wajue muziki ni safari. Unaanza kutembea. So usipotia bidii, ukikufa moyo utabaki njiani. Kitu ya muhimu ni kutia bidii na kukuwa patient, utafika mahali unaenda. Pia kwa utunzi, angalia venye industry inaenda saa hii. Isikuwe sasa unatunga ngoma zinakuwa ni zile za kizamani. Jaribu kutunga ngoma zenye zinaenda na venye kunaenda. Alafu apart from ni kusukuma ngoma, kupromote mwenyewe channel yako. By the way, that's good. Bro, hebu ambia watu handles zako. Maana unajua wengi wangependa kufuatilia ama kufuatilia wajue Hamond Msanii nani. Naam, hebu waambie handles zako. Mimi kama Hamond Msanii, mahali popote social media zote platforms mimi naitwa Hamond Msanii, Facebook, Instagram, YouTube, kila mahali naitwa Hamond Msanii. So enda pale YouTube, tafuta Hamond Msanii, subscribe, kuna page yangu Facebook Hamond Msanii, pia like alafu kushare muhimu. Naam, mpenzi mtazamaji wangu, umesikia jina ni Hamond Msanii. Msanii ambaye ni chipukizi kweli kweli. Nakwambia support muhimu kwa msanii ambaye ni chipukizi. Ingia tu pale YouTube mazee, support huyu msanii ambaye anajiita Hamond Msanii. Jamani msupport hapa ndugu yetu. Manake akona ngoma ambazo kusema kweli ni ngoma ambazo zina ujumbe ama zinatupa ujumbe ambao na tena inatupa, yani inafanya tunakuwa na matumaini kwenye maisha. Unajua msanii akiimba lazima kuwe na ujumbe fulani ndani ambayo maybe anapitisha kitu kama hiyo. Naam. So bro, unajua maybe sijui kama uko na mpenzi ambaye anakupa support kidogo ama nitoke huko kabisa. Maybe mimi mtu ananipea support ni Mungu tu. Yeah, Mungu ndiye ananipea support. Ni Mungu. Yeah. So una mpenzi? Mpenzi niko naye. Yeah. Siwezi kuwa single. Yeah, thank you bwana. Thank you. Unajua wasanii wengi wasemi ati niko na mpenzi. So you are faithful, huh? Yeah. Uko sure you are faithful? Yeah. Uko sure ufanye hivi? Yeah, mimi mtu niko honest. Oh, that's good. Okay, hebu washukuru wale ambao wametune hadi kwa sasa, na maana naona time yetu imeisha, muda wetu umeisha kweli kweli. Naona pale director wangu ukipenda muite Hans, kijana ambaye kwa kusema kweli ni mrefu ama ukipenda ni mfupi, na nakwambia ananiambia kwa pale muda wangu umekwisha. Naam. Hebu waambie maneno za mwisho. Yeah, nashukuru sana mafans wangu. Najua leo kuingia hapa hivi nimepata mafans wengine wapya. Tafadhali enda hapo kwa YouTube channel yangu. Subscribe at Hamond Msanii. Keep following. Keep following. Yeah, keep tuned.
Thank you very much, beautiful Kenyans, beautiful viewers. I was your host, Lenny Davis, and I will always be your host, Lenny Davis, when it comes to PACHO Flavor. Nakwambia PACHO Flavor ninakuletea burudani moto moto kweli kweli. Aina ya ngoma yote ambayo ungependa kuchezewa ni hapa tu ndani ya Lolwe TV. Na kukumbusha kuwa PACHO Flavor ni tamu kweli kweli. Tunakuletea wasanii ambao wamebobea, wasanii ambao bado ni chipukizi, na wale ambao wangependa like kupata platform kama hii. Nakwambia basi zidi tu kutuma arafa yako kwenye nambari tu hizo ambazo zinacheza hapo chini kwa screen, manake hizo ndizo nambari za Lolwe TV. Kumbuka hii ni Lolwe TV na hashtag yetu ni Gini Marwa. Host wako wa siku ya leo ama every Friday from 6 to 7 PM si mwingine bali ni Lenny Davis aka the Painkiller. Shukran sana. Next week same time same place tunapatana ndani ya PACHO Flavor na wasanii ama na msanii tena mwingine chipukizi. Bye bye guys, nawapenda sana. Harris on the beat. Hey, Hamond, Gator Records. Moyo tulia, tanipa pressure. Koma kulia, yote yatakwisha. Napiga magoti na sali, ansikize Mola. Ya maisha hatari, maskini sina hela, ikiwa ntamuka sina wai. Mola nilaze pema, najua dhambi zangu sifai, naomba rehema. Nitapona, yani sahau, nitapona, yani sahau, nitapona, hata ukinidharau, nitapona, yani sahau, nitapona, yani sahau, nitapona. Harris on the beat. Binadamu wana shukrani, kisema sifadhi moyoni, tajiona duni wewe. Yako na mipango aliye mbinguni, omba kwa imani. Maisha najitahidi sana, midomo yao ya laana, niepushe Maulana, sije kwama. Tapona, yani sahau, tapona, yani sahau, tapona, hata ukinidharau, tapona, yani sahau, tapona, yani sahau, tapona. Wanawaza sana, nikuwa na uwezo nikuepushe mama, maisha ya mateso, kulima mashamba, huku umejifunga fileso, kirudi kwa nyumba, njaa wa tatizo. Tukaze roho Maria, Mola hatafungua. Unaotuchekea kesho watatutegemea, watatutegemea. Nitapona, yani sahau, nitapona, yani sahau, nitapona, hata ukinidharau, nitapona, yani sahau, nitapona, yani sahau, nitapona. Mola nisaidie, unisame, sauti yangu ibariki, sambaze gospel kwa mtaa. La la la.
PACHO Records. Usinipe mali ikiwa wenzangu nitawadharau, ikiwa yatanipa kiburi nilikotoka nisahau. Hey, 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 jalali nikusahau. Hey, 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 jalali nikusahau. Mungu naomba subira, nisiwe mwepesi kukata tamaa, wala nisitupe dira, madhambi nijenge hema. Mungu naomba subira, nisiwe mwepesi kukata tamaa, wala nisitupe dira, madhambi nijenge hema. Natembea najikwaa, subira, nasonga mbele nyuma najikuta, subira. Naomba subira, subira, naomba subira. Natembea najikwaa, subira, nasonga mbele nyuma najikuta, subira. Naomba subira, subira, naomba subira. Subira ufuta heri, nifanya wako nitajidai, nisajua wewe wa kweli, wengine wote hawafai. Shetani ni mtapeli, tena ni mragai, anataka mimi feli, wa milele nisuwai. Maisha mema tamani, no pain without gain, ndio msemo naamini. Nataka nivumilie mateso duniani, nisidishie imani, unipe dhamani, nongose nyumbani, nisipotee njiani, tamaa ya amani sitie mashakani. Natembea najikwaa, subira, nasonga mbele nyuma najikuta, subira. Naomba subira, subira, naomba subira. Natembea najikwaa, subira, nasonga mbele nyuma najikuta, subira. Naomba subira, subira, naomba subira. Japo maisha magumu kusaka nitajitahidi, watasema binadamu kuwa nawe sina budi, ya dunia ni misimu kuwa nawe najitahidi, yasinitie wazimu tamaa ya mali kanisidi. Ona natafuta sipati, napata stocheki, mora nipe kiki, wacha nitoka marafiki, kidogo changu kibariki, nisiishi kwa dhiki, mora nibariki. Naomba nisiishi kwa dhiki, ishi kwa dhiki, nibariki. Naomba nisiishi kwa dhiki, ishi kwa dhiki, nibariki. Subira futa heri, sijasahau na Mola yupo nami. Subira futa heri, sijasahau na Mola yupo nami. Na Mola yupo nami. Na Mola yupo nami. Natembea najikwaa, subira, nasonga mbele nyuma najikuta, subira. Naomba subira, subira, naomba subira. Natembea najikwaa, subira, nasonga mbele nyuma najikuta, subira. Naomba subira, subira, naomba subira. Ishi kwa dhiki, Hamond ndani ya PACHO Records. Ishi kwa dhiki, nibariki. Joja asante. Natembea najikwaa, naomba subira. Natembea najikwaa, nasonga mbele nyuma najikuta. Vigilante asante. PACHO Records. Siku yangu ya kwanza nilipokuona, Purchase your urembo tracks wako today. ulinivutia, shepu ndo rafika yani namba 8. Hey, nilikosa nguvu ya kujieleza, hisia zangu kwako baby umeniweza. Sijui ni uoga ulinilemea kusema baby I love you, I'm in love, madly baby love with Purchase you, your tracks I'm today. in love with you. Mapenzi yangu kwako darling, sisemi imenifika hapa. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, baby I'm in love, I'm in love, I'm in love, oh my darling I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I swear I'm in love, I'm in love, I'm in love. Purchase your tracks today.
Mapenzi ni safari na haichangi kwa mawe ila tu kwa matendo. Niamini nikipenda niwe nimekupenda, kwa wengine mimi ni kipofu. Umenipa nini kidai, umeniroga mwenzio, umenifanya dikidawa, umenichanganya akili. I'm in love, I'm in love. Purchase your tracks today. Baby, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Oh my darling, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. I swear I'm in love, I'm in love, I'm in love. Beautiful Kenyans. Purchase your tracks It's your boy today. Lenny Davis, Msanii. The painkiller. Love is a beautiful thing, Msanii. Yeah. I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love with this girl. You know, I'm in love with her. I'm in love. Oh my darling, I'm in love, I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love. I swear I'm in love. Purchase your tracks today. I'm in love, I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. Touches, baby.